Ngoma inaanza ni kwenye moja kati ya shule. Pana huyu binti akiwa na huyu bwana mdogo. Binti jina lake anaitwa Kyota na huyu bwana mdogo jina lake anaitwa Arumi. Basi unaambiwa kwenye hii shule huyu binti Kyota yeye huwa anachekwa kinyama. Huyu binti Kyota yeye huwa anadharaulika mbaya mbovu. Basi unaambiwa wanafunzi wengine wanamcheka kulikoli binti Kyota. Eti kwa sababu Kyota yeye ni binti ambaye huwa anasafisha vyoo. Basi wanafunzi wakawa wanamcheka kinoma. Wanafunzi wakawa wanamdharau kinoma. Sasa hapa shule pana huyu bwana mdogo Arum. Arum yeye ni mtoto mmoja ambaye baba yake ni mtu mkubwa kulikoli hapa nchini. Binti Kyota ambaye alikuwa anachekwa kinoma shule kama mwosha vyoo, binti ambaye anadharaulika kinoma kama mwosha vyoo. Basi unaambia huyu bwana mdogo wa room anakuja kujikuta anamkubali kinoma binti ambaye alikuwa anachekwa kinoma pa shule, binti ambaye alikuwa anadharaulika kinoma. Binti anakuja kujikuta anapendwa na huyu bwana mdogo wa room, mtoto wa kiongozi mmoja mkubwa kwelikweli, na wote ambao walikuwa wanamdharau huyu binti Kyota sasa hivi hawaamini kabisa. Sasa kinachokuja kutokea itakushangaza kinoma kwenye huu mzigo wa filamu. Cha kwanza, embu subscribe channel na karibu kulitazama hili dubwana zima. Mimi naamini utalikubali kinoma. My nickname, mimi naitwa Roboti na lil name, come on, you know my name. Eba na mimi naitwa Baraka na hii inaitwa Robotingo TV. Make sure umebonyeza button ya like, lakini pia make sure umebonyeza button ya subscribe na bonyeza button ya kutauni on notification ili uwe wa kwanza kutazama recap mpya kila siku. Lakini pia dondosha comment yako hapo chini, niambie vipi, filamu ni unyama mingi sana ama filamu sio unyama mingi sana? Na karibu kuitazama filamu. Sasa ngoma inaanza ni kwenye moja kati ya shule moja. Kwenye hii shule kuna huyu binti mmoja leo anatoa hadithi. Huyu binti jina lake anaitwa Kyota. Basi unaambia huyu binti mwanafunzi Kyota, yeye ni binti ambaye mzuri kwelikweli hapa shule. Lakini Kyota leo kuna hadithi akana simulia, kwa sababu ni hadithi moja ya tofauti sana. Yaani itakushangaza kwelikweli kwenye hii shule. Binti Kyota akana sema, kwenye hii shule kuna mabinti ambao wanapendwa kinoma na wavulana hapa shule. Yaani hao mabinti wanakubalika kinoma. Lakini kwa bahati mbaya, yeye ni binti ambaye hapendwi kabisa na wavulana. Lakini kuna hadithi ya binti Kyota sasa. Unaambia huyu binti yeye ni binti ambaye anachekwa kinoma pa shule. Binti anachukuliwa poa kinoma kwa sababu yeye ni mwosha vyoo tu, lakini binti kuna bwana mdogo mmoja hivi. Basi binti anampenda kinyama huyu bwana mdogo. Yaani anampenda huyu bwana mdogo mpaka anaumwa. Binti Kyota yeye haelewi kabisa. Basi huyu bwana mdogo jina lake anaitwa Arumi, lakini binti Kyota ndio binti ambaye huwa anachekwa kweli pa shule kama mwosha vyoo. Sasa binti Kyota akana tupa hadithi. Kwa nini ni binti ambaye huwa anachekwa kweli hapa shule? Unaambiwa yaani wanafunzi wengine wanamcheka, wanamdharau ile mbaya mbovu. Binti Kyota kana tuambia binti anatokea kwenye familia ambayo baba yake na binti yani content creator, yani kila kitu ambacho mama anakifanya hapa ndani basi unaambiwa mama huwa anakirekodi na anakiposti kwenye mtandao. Hii ndio kazi yake. Mama yake na binti Kyota ndio wale raia ambao wenyewe watengeneza maudhui, na hivi karibuni tu ndio eti waliahidiwa na ule mheshimiwa kwamba wa content creator kuna kama bilioni 2 hivi hawa content creator watakuwa wanakopeshwa kwa ajili ya kazi zao. Lakini unaambiwa hawa content creator wa hiyo nchi mpaka sasa hivi hawajakopeshwa hata 100. Yani walikuwa wanapigwa kamba, yani hawa content creator walikuwa wanadanganywa tu na siasa za majitaka. Basi ndio hivyo, mama yake na Kyota maisha yake ni magumu kweli hapa ndani, na mama anaendelea kupambana na fosi kweli, anaendelea kurekodi video tu. Lakini kwa bahati nzuri mama ni mtu ambaye ana wafuasi wengi kweli mtandaoni, yani mama anakubalika ile mbaya mbovu. Ndio hivyo bana, binti Kyota akana tueleza huni mama yake, na binti Kyota baada ya kutusimulia hadithi ya mama yake, basi binti akana kuja shule. Hapa shule binti Kyota basi ana utani kweli na marafiki zake, unaambiwa yani ile wakawa wanataniana tu. Binti Kyota anatimka, binti Kyota anakimbia mbaya mbovu, lakini kwa bahati mbaya akana kuja kujikuta anamvaa huyu bwana mdogo. Sasa huyu bwana mdogo ndio bwana mdogo wa Rumi, ni bwana mdogo ambaye baba yake ni mtu mkubwa kweli serikalini. Baba yake na bwana mdogo ni waziri, alafu binti Kyota huwa anamkubali kweli huyu bwana mdogo, na kwa bahati mbaya ile ndo kampushi. Basi unaambiwa akawa anatazamana tu, yani binti kapagawa kinoma na bwana mdogo, na binti akana toa hadithi kwamba kamkubali huyu bwana mdogo mpaka aelewe. Usikomeni masaka endelea kusonga mbele. Basi binti Kyota yakana pita zake mbele hapa darasani, na binti akana toa mfano mzuri kweli hapa darasani. Wanafunzi wenzake wanampongeza tu, na huyu bwana mdogo mtoto wa kiongozi ya room basi akana mtazama kweli binti anapotoa mfano. Lakini kwa bahati mbaya binti akana kosea kutoa moja kati ya mfano. Basi unaambia huyu bwana mdogo wa room yeye ndiye ambaye akana nyanyuka na anakuja kulijibu ili swali vizuri. Basi bwana mdogo akana pongezwa kweli, yani bwana mdogo wa room anashangiliwa kweli. Bwana mdogo wa room yani anakubalika hapa darasani mpaka utamtaka we, yani acha tu. Na baadaye
baada ya kipindi basi ikawa ni muda wa mapumziko. Bwana mdogo wa room akana kuja kwa binti Kiota ili anamuuliza, kwa hiyo unataka kulia kwa sababu eti ulikosea kujibu lile swali? Na mimi nikajibu lile swali vizuri kwelikweli pale darasani, lakini binti Kiota akana sema hapana, yani hapana kabisa. Binti Kiota yeye hata alikuwa ali binti Kiota yeye yuko sawa kabisa. Na ile basi bwana mdogo wa room akana mwambia binti Kiota yeye alikuwa anamtania tu binti Kiota hata asiwe na wasiwasi kabisa. Na baadaye binti Kiota akana kuja kurejea hapa nyumbani kwa mama yake na binti Kiota. Kama unavyojua mama ni content creator, mama ni mtu maarufu kwenye mtandao balabala. Sasa kumbe mama leo asubuhi na mapema alimwamsha binti Kiota na akawa mrekodi binti Kiota tangu anavyoamka mpaka binti Kiota anaenda kuosha choo. Sasa unaambiwa hii video ya binti Kiota kwenye mtandao inafanya vizuri kwelikweli kwenye mtandao, yani hii video inaenda balabala, video ina watazamaji kama wote. Watu wanatazama hii video wanafurahia kinoma, yani wanadondosha comment tu, lakini binti Kiota hajapenda kabisa, manake mama alimrekodi bila taarifa. Ndio hivyo tena, binti Kiota hajapenda kabisa unaambiwa, na video ndio inazidi kwenda mjini, yani video inafanya vizuri kama nini. Ikani siku ambayo inafuata binti Kiota anakuja shule, huku shule kila mmoja anaitazama hii video anacheka kwelikweli, manake binti Kiota alikuwa anaamshwa mida ya alfajiri 12 na mapema aende akaoshe choo, na binti Kiota akawa anaosha choo, mama kamrekodi kamposti kwenye mtandao. Wanafunzi wanamcheka kwelikweli binti Kiota hapa shule kwamba binti kumbe kazi yake ni kuosha choo nyumbani. Basi wanafunzi wanacheka hapa shule kwenye video, yani wana comment wanacheka balabala unaambiwa. Ndio hivyo sasa, binti Kiota ni mpole katulia tu maskini ya Mungu, ila wanafunzi wengine wakitazama video wanamcheka kwelikweli kama muosha vyoo. Ndio hivyo binti akana aibika kwelikweli hapa shule. Baadaye Kiota akana kutana na bwana mdogo wa room yeye ananoma kabisa, ili akana tabasamu tu. Mida jioni binti Kiota karejea nyumbani na ile akana zungumza video call pamoja na marafiki zake. Kiota anajua sasa hivi anachekwa kinoma, Kiota anajua sasa hivi anadharaulika kinoma. Basi akanaona okay, hamna shida, ngoja nibadilishe muonekano wangu, manake kule shule nachekwa kwelikweli, kule shule nadharaulika kinoma. Sasa ngoja nibadilishe muonekano ili kule shule wasinicheke kama mimi msafisha vyoo, kule shule wasinicheke kama mimi muosha vyoo. Kweli unaambia binti Kiota kana jipodoa, binti Kiota kana jilemba kwelikweli ili tu aufiche uhalisia wake kwamba binti Kiota yeye ni binti ambaye yuko smart kwelikweli, na kule nyumbani huwa aoshi vyoo kabisa kama jinsi ambavyo binti Kiota alirekodiwa na mama. Basi Kiota akana furahia kwelikweli akiwa na marafiki zake hapa chumbani. Weekend kaa inaisha, Jumatatu binti anakuja shule. Basi binti Kiota ili kuondoa aibu anajifanya ni mtu wa fashion hapa shule, ili anatembea kwa madoido kinoma, yani ile binti Kiota anatembea kama miss wa hii shule, anatembea kwa hodari kwelikweli. Wanafunzi wanamshangaa tu, lakini bado wanafunzi wanamcheka kinoma kwa sababu anasema bado binti ni muosha vyoo tu. Kwa bahati mbaya binti akana dondoka unaambiwa, lakini ndio hivyo, Kiota akana nyanyuka tena kama kawaida na anakamata miwani yake anaivaa, anaendelea kusonga mbele. Wanafunzi wengine wanamcheka kinoma, wanafunzi wanamdharau kinoma, yani wanamchukulia binti Kiota yeye ni muosha vyoo tu. Lakini kwa bahati nzuri bwana mdogo wa room akana muuliza binti kama binti anatoka kuelekea sehemu, basi bwana mdogo yuko tayari kabisa kumpa kampani, yani binti asiweze kabisa. Na huko upande wa pili nyumbani kwa mama yake na binti, kama kawaida mama anajirekodi video tu. Mama kila kitu ambacho anakifanya hapa ndani kwake ameshageuza kama maudhui, yani kwake mama ameshabadilisha kama content. Ndio hivyo na maisha yanaendelea kusonga mbele. Huko ni upande wa pili shule kwa binti Kiota. Sasa Kiota ili kuondoa aibu hapa shule, Kiota ili anaficha kabisa uhalisia wake. Kiota anajifanya kama ni binti ambaye anacheza basketball kwelikweli unaambiwa. Kwa hiyo Kiota akana jituma kwelikweli hapa shule, yani Kiota anajifanya kama vile ni mcheza basket noma kabisa, ili wanafunzi wasimcheke tena kwamba binti Kiota yani muosha vyoo. Basi binti akana fusi anapambana kama nini, maskini ya Mungu. Kwa bahati mbaya basi mpira kwa unakuja unamgonga dada Kiota, dada Kiota chini unaambiwa. Lakini bwana mdogo wa room akana mjali kwelikweli bibia Kiota, yani anamsingatia kwelikweli bibia Kiota. Mpaka sasa hivi binti Kiota huwezi kuamini anaendelea vizuri, na huyu bwana mdogo wa room anamjali kwelikweli binti Kiota. Ikani siku ambayo inafuata binti Kiota anajifanya kama ni mtu wa fashion kwelikweli hapa shule, yote ili asichekwe na asidharaulike kama muosha vyoo. Ndio hivyo tena, Kiota anajifanya kama ni mtu wa fashion kwelikweli. Leo mara ghafla kumbe mama yake na Kiota amekuja hapa shule. Basi akana zungumza na mwanae na kana mwambia, binti yangu mimi nimekuja hapa shule kwa sababu nimeitwa na moja kati ya mwalimu ambaye ni madamu wako, kwa hiyo nimekuja kumtembelea. Ile mama kana mjali kwelikweli binti yake Kiota, na mama anakuja kuzungumza na madamu, lakini marafiki zake na bibia Kiota wakawa wanaendelea kumsimanga kwelikweli Kiota kwamba Kiota anajifanya kama ni mtu wa fashion, Kiota anajifanya kama ni binti ambaye huwa anacheza mpira kwelikweli hapa shule. Lakini yoyote haiwezi kabisa kuficha uhalisia wa Kiota.
Kiota bado ni binti ambaye sisi tunamchukulia kama ni binti msafisha choto, binti wa kawaida tu. Masaa yakaendelea kusonga mbele. Baadaye binti Kiota kana kuja kurejea nyumbani. Unaambia leo kwa bahati nzuri binti Kiota anatoka hapa nje tu, kumbe bwana mdogo wa room amekuja kumtembelea binti Kiota. Basi binti Kiota kana furahia kwelikweli na bwana mdogo wa room. Room ni bwana mdogo ambaye amekuja kumtembelea binti Kiota na ametengeneza ukaribu mkubwa kwelikweli na binti Kiota. Yaani wakiwa hapa nje basi wakawa wanapiga mastori, wana vibe tu. Yaani buruda ilikuwa ni mingi sana unaambiwa. Yaani unyama ilikuwa ni kama wote. Majira ya jioni akana ingia. Binti Kiota akiwa ametulia zake hapa ndani, akana shangaa mamake kamposti tena kwenye mtandao. Binti Kiota apende kwelikweli hiki kitu. Yaani binti anawatumia ujumbe marafiki zake. Yaani kama vipi? Basi unfollow kabisa mama yake na binti. Manake mama yake na binti anamposti kwelikweli binti kwenye mtandao unaambiwa. Kiota anakuja kwa mama, analalamika kinoma. Na mama ndio yuko busy kwelikweli kwenye mtandao masaa yote unaambiwa. Yaani mama kazi yake ni content tu. Basi kani siku ambayo inafuata, binti Kiota yamekuja zake hapa shule. Hapa shule leo mwalimu akanatoa moja kati ya challenge. Basi wanafunzi washindane kuijibu hii challenge. Binti Kiota kwa hodari kwelikweli, na binti Kiota hataki kujifanya kama ndio alikuwa anaosha choo. Basi binti anapita hapa mbele anadunda kwa hodari. Binti Kiota anaigiza kama yeye si mwosha choo kabisa. Basi akana kuja hapa ndani anatoa hii challenge kwa hodari kwelikweli. Yaani anafanya hii challenge akiwa noma kwelikweli mpaka utamtaka. Na ile wanafunzi wakawa na furahia kinoma. Wanafunzi wanampongeza kwelikweli binti Kiota. Manake binti Kiota katisha kama nini. Binti Kiota kafanya balabala unaambiwa. Baadaye binti Kiota anaendelea kufanya mazoezi yake kwa ajili ya challenge. Mara ghafla bwana mdogo wa room akana kuja. Basi akana mpongeza kwelikweli binti Kiota. Binti Kiota anaonekana ni msichana ambaye hodari kwelikweli. Binti Kiota anaonekana ni msichana ambaye noma kabisa. Basi bwana mdogo amejikuta anamkubali kwelikweli binti Kiota. Na ile wakawa wanapiga mastori wana vibe kwelikweli. Manake tayari hawa wawili wameshatengeneza ukaribu. Basi wakawa wanapiga mastori wana vibe kama nini unaambiwa. Masaka endelea kusonga mbele. Baadaye binti Kiota akiwa na marafiki zake, basi akanaondoka pa shule. Cha ajabu anamwona yule bwana mdogo wa room yuko pande hizi na huyu binti, unaambiwa wanapigana picha tu, alafu wanabadilishana namba. Binti Kiota hiki kitu kikaa kinamuumiza kwelikweli. Maana yake Kiota ni kama vile anamkubali kwelikweli bwana mdogo wa room, lakini ndio hivyo, room yuko pande hizi wanapigana picha na huyu binti, yani wanafurahia tu, alafu kama wanabadilishana namba. Kiota anapotazama inamuumiza kwelikweli. Binti Kiota hiki kitu kinamkata vibe kwelikweli. Yani yule mtu ambaye unamkubali kinoma, yani yule mtu ambaye ni kama crush wako ndio unamuona yuko na mtu mwingine wanaenjoy kwelikweli. Basi hiki kitu kinamkata maini kwelikweli binti Kiota. Yani akanajikuta anaishiwa posi kabisa. Binti Kiota anapagawa unaambiwa. Baadaye Kiota kana zama darasani. Marafiki zake na Kiota wanamsimanga kwelikweli Kiota. Yani Kiota kama kuna namna ana furaha kabisa. Kiota kama kuna namna binti sasa hivi hayuko sawa kabisa. Baadaye Kiota anatoka zake hapa nje darasani. Basi bwana mdogo wa room akana kuja kwa Kiota ili anamsalimia vizuri tu. Yani room ile hana noma kabisa. Na ile wakawa napanga kwamba hivi karibuni tu wanaweza kwenda kukutana sehemu kwenye party. Kiota pamoja na bwana mdogo wa room wanaweza kwenda kwenye moja kati ya sherehe, na baada ya kwenda huko waenda kaendelea kutengeneza ukaribu mkubwa kweli kweli. Mtoto wa kiongozi ya room pamoja na binti Kiota wakawa nakubaliana, lakini Kiota kama kuna namna hivi hana furaha kabisa ndani. Yani Kiota kama kuna namna ukimtazama ile furaha yake ndani imempotea kabisa. Masaa kaendelea kusonga mbele. Siku ya sherehe kai inafika. Kiota basi akana kuja hapa kwenye party akiwa na bwana mdogo wa room, wanakuja kujikuta wanafurahia kweli kweli. Yani wanakuja kujikuta wana vibe ile mbaya mbovu. Yani wanakuja kujikuta msuka ni kama wote, lakini kumbe binti Kiota ili anaficha uhalisia wake. Kiota akiwa hapa kwenye sherehe leo anakuja kujifanya kama binti ni mcheza muziki kwelikweli. Hii yote anasuga tu wanafunzi wenzake wasimchukulie binti kama ni mshavyo. Wanafunzi wenzake wasimchukulie binti kama eti ndio alikuwa anasafisha choo. Yani binti anaficha kabisa uhalisia wake. Binti hataki kujifanya ni binti wa aina hiyo. Basi unaambia binti Kiota pamoja na bwana mdogo wa room leo wakawa wanafurahia kwelikweli. Yani wakawa wanajikuta wana dance kwelikweli hapa kwenye party. Yani buruda ilikuwa ni mingi sana. Yani ilikuwa so mchezo unaambiwa. Wakawa wanajikuta wanafurahia kinoma. Sasa ikani siku ambayo inafuata, bwana mdogo wa room yamekuja zake shule. Marafiki zake na room hapa shule wanamcheka kwelikweli bwana mdogo wa room kwamba bwana mdogo ni dhaifu, ametengeneza ukaribu mkubwa kwelikweli na ule binti. Yani anamjali binti mpaka kazidi. Lakini bwana mdogo wa room hajali kabisa. Bwana mdogo wa room anasema haoni kama amekosea kitu eti kutengeneza ukaribu na Kiota. Dogo wa room akanaona ni sawa tu, acha mcheke. Anasema kwani nimekosea nini? Kwani kumjali mtu ni makosa? Ndio hivyo tena. Wanafunzi wenzake wanamcheka kwelikweli ya room kwamba unamjali binti ambaye ni msafisha choto, halafu unamjali kwelikweli. Yule binti si tunamjua ni msafisha choto, hana hata maajabu. Na huko upande wa pili kwa binti Kiota, wanafunzi wanamsimanga kwelikweli binti Kiota maskini ya Mungu. Yani Kiota marafiki zake wanamsimanga kweli kwamba hata angedansi kiasi gani haiwezi kumbadilisha Kiota, kwamba Kiota yeye ni msafisha choo, kwa hiyo haiwezi kumbadilisha chochote
kile. Maskini ya Mungu, binti Kiota amekaa kiupoke kinoma. Kiota anaanza kwelikweli. Basi akana toka zake hapa nje. Kiota amekuja pande hizi, amekaa kiupoke kwelikweli. Kiota anafikiria kwelikweli, yani atajue afanyaje. Mara ghafla bwana mdogo wa Rumu akana kuja. Basi akana jikuta anamfariji kwelikweli Kiota. Yani hawa wawili wanapiga mastori kama yote. Hawa wawili wanakuja kujikuta wana vibe kama nini. Yani hawa wawili waacha tu, ilikuwa ni balaa kama lote. Sasa bwana mdogo wa Rumu akana mwambia ukweli Kiota. Kiota anajaribu kuficha uhalisia wake. Kiota, binti Kiota anaweza kuwa halisi jinsi hivi alivyo. Yani Kiota hatakiwi kabisa kuwaza sana, wala hata asiumize kichwa. Kiota hapa alipo ni mtu mmoja noma kabisa, lakini kumbe binti Kiota yeye kapoteza kabisa furaha yake ya ndani. Yani Kiota ni kama vile hayuko sawa kabisa. Masaa endelea kusonga mbele. Baadaye binti Kiota akana toka zake hapa shule anaelekea nyumbani. Sasa Kiota, kumbuka mama yake huwa anamposti kwenye mtandao na ni binti ambaye anafahamika kwelikweli. Leo akiwa anaelekea zake nyumbani, kuna mshikaji mmoja kana kuja kwa Kiota. Yule anamsumbua kinoma Kiota kwamba binti, we binti nakujua, na we binti nilikuwa na hamu kwelikweli nikutane na wewe, manake huwa nakuona kwenye mtandao. Basi mshikaji akana msumbua kwelikweli Kiota, unaambiwa. Kiota anagoma tu, we mkaka, embu niache. Lakini huyo mshikaji anamng'ang'ania kwelikweli Kiota. Mara ghafla kwa bahati nzuri mama yake na Kiota kana kuja, na mama anakuja kumsaidia mtoto wake. Huyo mshikaji aache kabisa kumsumbua binti Kiota. Kiota kana mkumbatia tu mama, lakini Kiota anajutia kwelikweli. Baada ya kurudi nyumbani, unaambiwa Kiota anamwambia mama, hii shida yote inanikuta kwa sababu tu mama uliniposti kwenye mtandao. Kama usingeniposti kwenye mtandao, haya yote yasingetokea. Basi binti Kiota anaumia kwelikweli, majanga yote yanamkuta eti. Binti anaamini kwa sababu mama alikuwa anamposti binti Kiota kwenye mtandao, lakini mama akanamwambia binti asiwaze kabisa. Lakini binti Kiota amekaa pandani akiwa na mawazo kwelikweli. Kiota hata hayuko sawa kabisa, na marafiki zake na binti Kiota pande hizi wakawa wanamtumia ujumbe tu, wanamuuliza binti Kiota anaendeleaje, manake usiku wa leo walikuwa wamepanga binti Kiota pamoja na marafiki zake watatoka na kuna moja kati ya pati. Basi marafiki zake na Kiota wataelekea, na wakawa wanamwambia Kiota kwenye hiyo pati atakuwepo pia bwana mdogo wa Rumu, manake wanajua kabisa binti Kiota anamkubali kwelikweli bwana mdogo wa Rumu. Ndio hivyo bana, binti Kiota kweli akanajiandaa tayari kabisa kwa ajili ya kuja kwenye hii sherehe. Basi binti Kiota hiyo furaha yake ni kumuona Rumu tu, manake anamkubali kwelikweli, ili anakuja kwenye hii sherehe akiwa anaogopa kinoma. Lakini binti Kiota ile kajilemba kapendeza kama nini, yani binti Kiota kajipodoa hadi sio poa, anaonekana ni bonge moja la piskali. Baadaye binti Kiota akana kuja kuzungumza na bwana mdogo wa Rumu. Basi anakuja kumwambia ukweli Kiota anamkubali kwelikweli bwana mdogo wa Rumu, yani anamwaminia kama nini, yani anampenda mpaka aelewe. Lakini bwana mdogo hataki kabisa kumjibu vizuri bwana mdogo Kiota, manake mpaka Kiota kabadilisha muonekano wake. Kiota anafanya kila kitu ili huyu bwana mdogo labda ampende bibie Kiota, lakini ndio hivyo bwana mdogo wa Rumu ni kama hamzingatii sana Kiota. Hiki kitu kikaa kinamuumiza kwelikweli Kiota. Anakuja kurejea nyumbani Kiota akiwa na mawazo kwelikweli. Kiota huwezi kuamini binti amelala huko akiwa analia tu, manake bwana mdogo wa Rumu hata amtafuti kabisa, na Kiota anakuja kujiona hayuko sawa, anateseka maskini ya Mungu. Adili kwa si poa. Basi binti Kiota akiwa amekaa ndani kinyonge kwelikweli, akanaona hapana, yani yule bwana mdogo wa Rumu lazima tu anipende. Nimejaribu kuwa mrembo kwelikweli, lakini bado bwana mdogo wa Rumu ye bado anipendi. Sasa nifanyeje? Ngoja nishagundua kitu sasa hivi, ngoja nijifanye kama ni mcheza mpira hodari kwelikweli, kwa sababu bwana mdogo wa Rumu najua anapenda mpira wa kikapu. Sasa na mimi naenda kujifanya kama vile ni mcheza mpira wa kikapu ili bwana mdogo wa Rumu anikubali kwelikweli. Ngoja nishagundua, ngoja nifanye hivyo. Basi binti Kiota ili anapambana kwelikweli, atafuta kitu ambacho kitaweza kumvutia kwelikweli bwana mdogo wa Rumu akampenda Kiota mpaka akapagawa. Ili Kiota anaendelea kuumiza kichwa tu hapa ndani. Ikani siku ambayo inafuata, marafiki zake na Kiota bado wanaendelea kumsimanga kwelikweli Kiota huku shule kwamba Kiota yani msafisha choo tu, kwa hiyo haiwezi kabisa kubadilisha uhalisia wake. Yani Kiota hata angefanyaje. Na maskini ya Mungu binti Kiota kumbuka amekaa kinyonge kwelikweli, mwanamke alimfuata bwana mdogo wa Rumu na kumwambia anavutiwa naye kwelikweli, lakini bwana mdogo wa Rumu hakujibu chochote kile. Leo Kiota kana kuja kuwasimulia marafiki zake kwamba nilivyoenda kule kwenye pati usiku nilikuwa nimejilemba kwelikweli, yani nilikuwa nimependeza kama nini, na nikakutana na bwana mdogo wa Rumu. Basi nikana namueleza kwamba anampenda kwelikweli ya Rumu, lakini cha ajabu Rumu alikuwa amekaa kimya tu, yani Rumu hakujibu chochote kile. Basi hiki kitu kinaniumiza kwelikweli, yani hiki kitu kinanifanya siko sawa kabisa. Lakini marafiki zake na Kiota wakawa wanamfariji tu Kiota asiogope, Kiota wala hata asipagawe. Hiki ambacho kinamkuta Kiota ni jambo la kawaida tu, Kiota yeye azingatie tu furaha yake. Marafiki zake wakawa wanamfariji kwelikweli Kiota, yani Kiota hata asijisikie vibaya. Baadaye Kiota akana kuja kurejea nyumbani kwa mama, na ile anaendelea kupiga mastori na mama tu, na mama yake anaendelea kumfundisha binti Kiota jinsi ya kupika. Siku ambayo inafuata kama kawaida, Kiota akana kuja zake shule. Anavutazama hapo mbele anamkuta bwana mdogo wa Rumu amekaa pande hizi, amekaa kinyonge kwelikweli, na binti Kiota anampenda kwelikweli ya Rumu, na alimfuata na akamwambia kwamba anampenda kwelikweli ya
Rum, lakini bwana mdogo wa Rum, mtoto wa waziri, hakumjibu chochote kile binti Kiota. Basi leo akawa anatazamana tu. Kiota anamtazama kolikoli bwana mdogo wa Rum na Rum anamtazama kolikoli binti Kiota, lakini hawazungumzi chochote kile, ile wanaishia kutazamana tu. Binti Kiota kanaona hapana, mimi najua kabisa huyu bwana mdogo wa Rum anapenda mchezo wa basketball. Sasa nitaenda kucheza mchezo mpaka nihakikisha kwamba Rum ananikubali kolikoli, yani nitafanya kila namna mpaka nihakikisha kwamba bwana mdogo wa Rum ananikubali mimi kama mcheza basket. Ngoja kweli bana, baadaye kani muda wa mchezo hapa shule. Basi binti Kiota anapambana, binti Kiota anacheza basketball hadi sio poa. Binti Kiota anajituma kweli, yani binti Kiota akawa na fosi kama nini. Baada ya binti Kiota kucheza mpira, akanatoka kwenye uwanja. Anapotoka tu anakutana na Rum. Rum akana msifia tu kwamba binti Kiota katisha kweli. Basi binti Kiota kwa jinsi ambavyo anamkubali kweli Rum, Kiota akana furahia kama nini unaambiwa. Lakini bwana mdogo wa Rum akana muuliza Kiota kwamba kwa nini Kiota anajiumisa kiasi hiki? Kwa nini Kiota anajaribu kuwa mtu mwingine? Kiota anajaribu kujifanya ni mtu mwingine kabisa ili huyu bwana mdogo wa Rum ampende Kiota. Basi binti Kiota akana jibu kwamba nafikiria kwamba watu wengi waliona ile video kwamba mimi nilikuwa nasafisha choo kule nyumbani. Basi nafikiri ilikuwa ni bonge moja la aibu, ndio maana nikana jaribu kujifanya ni mtu mwingine kabisa. Najifanya kama ni mtu wa fashion, halafu najifanya kama ni mtu ambaye nacheza kolikoli basketball ili nisionekane kama ni mtu ambaye huwa anasafisha choo. Lakini bwana mdogo wa Rum akana mwambia bibi Kiota, bibi Kiota hata hamna haja ya kujifanya kama ni mtu mwingine. Kiota hata asiigize kujifanya kama yeye ni mtu mwingine. Kiota anaweza kuwa vile tu halisi jinsi ambavyo alivyo, yani mtu ambaye anakupenda tu jinsi ambavyo ulivyo. Hamna hata haja eti ya kujifanya wewe ni mtu fulani, yani hamna hata haja ya kuigiza eti unajifanya kama ni mtu fulani ili mtu mwingine akupende. Rum akana mwambia binti, unaweza tu kwa yule halisi ulivyo, halafu watu wakakupenda kama ulivyo. Kwa hiyo hamna haja ya kuigiza, wewe kuwa tu halisi jinsi ambavyo ulivyo, watu watakupenda kama ulivyo. Usiogope na wala usipagawe. Mimi nilikuwa nakupenda Kiota vile tu ulivyokuwa msafisha choo, yani nilijikuta na kukubali kinoma, yani na kuelewa kinoma. Kwa hiyo ilikuwa hamna haja ya kuigiza uonekane labda mcheza mpira au uonekane ni mtu wa fashion au uonekane ni mtu mrembo kweli. Mimi ndo nikupende, mimi nilikupenda tu uhalisia kabisa jinsi ambavyo ulivyo. Basi Kiota pamoja na bwana mdogo wa Rum wakawa wanajikuta wanafurahia kweli. Yani bwana mdogo alisema kampenda binti jinsi ambavyo alivyo, wakati binti alikuwa anachekwa hapa shule kinoma, anadharaulika kinoma, yani kama binti yeni muosha choto, yeni msafisha choto. Lakini sasa hivi aliyokuwa anachekwa kinoma kama msafisha choo kapendwa ile mbaya mbovu na mtoto wa waziri, yani wanajikuta wanaburudika kweli na Rum. Kati yao wawili imekuwa ni buruda kama zote, yani kati yao wawili imekuwa ni vibe unyama mingi mpaka utawataka. Basi unaambia sasa hivi kati ya bwana mdogo wa Rum pamoja na binti Kiota, yani hapa shule wanafurahia hao. Yani hebu jaribu kufikiria binti Kiota ambaye alikuwa anachekwa kinoma pa shule baada ya video zake kutrend kwenye mtandao kwamba binti kule nyumbani kazi yake ni kosha choo. Wanafunzi wakawa wanamcheka kweli ili wanamchukulia poa kweli kwa sababu binti video yake ina trend ile mbaya mbovu. Lakini bwana mdogo wa Rum akapenda video na akampenda binti jinsi ambavyo arifo kama muosha choo. Yani filamu inakufundisha kwamba kwa tu halisi jinsi ambavyo ulivyo, mtu kama anakupenda jinsi ulivyo tu kawaida hivyo. Yani hamna haja ya kujifanya ni mtu fulani eti ndio mtu akupende. Mtu kama anakupenda kweli, anakupenda halisi tu jinsi ambavyo ulivyo. Na ndio maana binti Kiota jinsi ambavyo alikuwa ni muosha choo tu, lakini bwana mdogo wa Rum mtoto waziri alikuja kujikuta kamkubali kweli binti Kiota kwa jinsi ambavyo alivyo. Na sasa hivi wanaendelea kuburudika, wanapendana, yani wana vibe kama nini unaambiwa. Kwa ushuli hapa sasa hivi unyama umekuwa ni mingi sana, imekuwa ni vibe kama loti. Basi ile malapap maandishi akawa yanapita, halafu filamu likawa linaisha. Embu niambie hapo chini kwenye comment mwenetu, vipi, filamu ilikuwa unyama ni mingi sana ama filamu haikuwa unyama mingi sana? Dondosha comment yako hapo chini niambie, filamu ilikuwa ni vibe mingi sana au filamu haikuwa ni vibe mingi sana? Na tukutane siku ya kesho kwenye next recap, na unyama utakuwa ni mingi sana, usikose mwenetu. Roboti, movie zako ni hatari, kila mtu anazikubali. Unasimulia kwa utulivu, lakini ndani ni mzuka hatari. Maunyama fulani nachanganya na kachumbali, ukishazama humo vinega